Charlie kazi yake ni photographer, pia dating relationship consultant na media personality. Ni maarufu sana kwenye mitandao ya kijamii. Ana followers zaidi ya 2 milioni 2 Instagram. Pia Charlie, mwanaume wa mjini, LA vibe, mzungumzaji mzuri, mwenye kujiamini, anapenda maisha ya starehe na uhuru, anaonekana kama mtu anayejua anachotaka. Kwa upande mwingine, Charlie anapenda uhuru wake, wanawake wazuri lakini bila attachment, sifa na umaarufu, kudhibiti hali yake ya hisia, kuonekana kama yeye ndiye mwenye nguvu kwenye mahusiano. Lakini ndani kabisa anapenda kuonekana anaeleweka, anataka kupendwa bila kuhukumiwa. Charlie ni mwanaume anayesema haamini kwenye mapenzi ya kweli. Anaishi maisha ya no strings attached. Hupenda kubadilisha wanawake kila wakati, na wanawake wengine huvutiwa na Charlie. Muonekano wake huvutiwa sana na wanawake, na kila siku hubadili wanawake wa kulala nao. Kifupi, Charlie ni single boy kama Ali Kiba. Marafiki zake wanampa bet, akae siku 30 bila kulala na mwanamke yeyote. Leo hii anakutana msichana anayeitwa Eva. Macho hugongana na hisia zinakuja sina kama kasi sana kama treni ya SGR. Tamanio lipo karibu mno. Wataalamu wa mambo wanasema kuchelewa kwenda kujisaidia hakuzuii njaa kuuma. Shibe ya tumbo haimalizi njaa ya hisia. Na leo Eva na Charlie walikutana tena kwa mara ya pili, na Charlie anaamua kujisogeza, kurusha ndoano na chambo yake, labda atapata chochote kitu. Lakini Eva akaweka msimamo mapema. Eva anamwambia kwa maana, sitafuti kitu cha muda mfupi. Eva hakumpa attention ya haraka, alikuwa mtulivu, anajiamini na ana boundaries. Tofauti hiyo ndiyo iliyomvutia Charlie. Licha ya yote, Charlie alifanikiwa kupatia Eva contact zake. Leo siku nyingine Eva alimuomba Charlie wakutane sehemu hii. Kwenye mazungumzo, Eva alimwambia Charlie kuwa hawezi kuwa kwenye mahusiano ya muda mfupi kwa sababu anajijua vizuri, akijitoa na anajitoa kikamilifu. Mahusiano ya muda mfupi humuumiza, humfanya ajihisi kama anajidharau. Anaamini kama si serious basi ni heri nisiwe kabisa. Ni tofauti kabisa na Charlie ambaye hutumia mahusiano ya muda mfupi kujilinda asiumie. Charlie alimuuliza Eva, "Kwa nini upo hapa?" Swali hilo halikuwa la kawaida, lilikuwa la kujilinda. Charlie alikuwa anauliza kwa maana, unataka nini kutoka kwangu? Je, utanitaka nijitoe? Je, utanifanya nijisikie kitu? Kwa kifupi, alikuwa anaogopa mapema. Eva alimwambia Charlie sio type yake. Eva alisema hivyo kwa sababu alimuona Charlie kama player, mtu asiyependa commitment. Huyo si mwanaume anayempa usalama wa kihisia, uthabiti. Lakini kusema hivyo pia ilikuwa njia ya kuweka mipaka, sio kumkataa kabisa. Charlie alisema, naye sio type ya Eva. Charlie alisema hivyo kwa sababu alijiona hafai kwa mwanamke serious kama Eva. Alikuwa akisema ukweli mchungu, najua mimi ni mtu wa matatizo. Pia ilikuwa njia ya kujitoa mapema asije akalaumiwa baadaye. Eva alisema anataka kujaribu kitu kipya na tofauti. Hii ni point muhimu sana. Eva alisema hivyo kwa sababu amegundua wanaume type yake wa zamani hawakumfikisha alipotaka. Charlie alikuwa tofauti, anampa changamoto, anamuonyesha upande mpya wa yeye mwenyewe. Kwa hiyo kitu kipya haikuwa player wala hatari, ilikuwa kujaribu kutoka nje ya comfort zone yake, lakini bila kujipoteza. Makubaliano yaliyofikiwa kwamba sex kitakuwa kipaumbele, hakuna kuwekeana wivu wala masharti yoyote. Lakini siku zinavyokwenda, Charlie hisia za kweli zinakuja na kumpenda Eva. Hapa inamaanisha kwamba mwanadamu mwenye deni la moyo sio kiumbe wa kumwekea dhamana. Baada ya Charlie kutambua ameshapenda Eva kwa dhati, anafanya kitu ambacho hakijawahi kuwa kwenye tabia yake, hakifanywi kwa show wala bet. Kinafanywa kwa nia ya kujitoa. Anaenda kujaribu suti ya kifahari. Suti ilikuwa ya nini? Suti haikuwa ya kazi, ya event ya kawaida, ilikuwa ishara ya utayari wa commitment. Kwa maana ya ndani kabisa, Charlie alikuwa akijiandaa kuonekana kama mwanaume serious, anayechagua Eva hadharani. Ilikuwa kama kusema niko tayari kusimama kama mwanaume, si player. Kwenye duka hilo hilo, anamuona Eva anajaribu vazi la harusi. Moyo wake umekutana pigo kubwa sana kwenye maisha yake. Eva bado ana ndoto ya ndoa, anaamini kwenye mapenzi ya kweli, lakini hakuwa anamgoja Charlie, alikuwa anaendelea na maisha yake.
Kwa Charlie hii ilikuwa ujumbe mzito: kama hutachukua hatua sasa, ndoto ya Eva itaishi bila yeye. Tukio hili ni muhimu sana kwa sababu kwa mara ya kwanza Charlie anamuona Eva kama future wife material, si kama date ya muda mfupi. Anaelewa Eva ni mtu wa mipango, Eva anachagua amani, si kusubiri. Hapo ndipo Charlie anaacha kabisa michezo. Charlie akaingia kwenye kuabu na kujitwisha pombe kupindukia. Anarudi nyumbani, anamkuta Eva, anamsubiri. Mzozo ulikuwa mkubwa sana, ila Eva alimkumbusha kuwa wanaishi bila mipango, bila ya wivu. Eva alisema, siwezi kuishi kwenye labda. Alimwonyesha wazi yeye ana ndoto, ana mwelekeo. Hataki mahusiano ya kusubiri. Kuanzia hapo, Charlie alikuwa mrevi wa kutopea na aligombana hata na marafiki zake. Baada ya Charlie kuanza kuzama kwenye dimbwi la mapenzi na Eva, Cassie Ventura anagundua kuwa Eva hakuwa mchezaji kama alivyodhani. Charlie anagundua kuwa Eva alikuwa tayari kwenye mahusiano na mwanaume mwingine na alikuwa akimtumia Charlie kama mchepuzo au sehemu ya kupoteza muda. Hii ni kejeli kwa sababu Charlie ndiye aliyekuwa na sifa hiyo awali. Kwa mara ya kwanza, Charlie anaonja machungu ya moyo wake kuvunjika. Yale maisha ya playboy na dawa aliloweka na marafiki zake kwamba anaweza kukaa na mwanamke mmoja kwa mwezi mmoja bila kupendwa, yanageuka na kumtesa yeye mwenyewe. Anashindwa dau lile kwa sababu anaishia kumpenda Eva kweli, lakini Eva anamwambia kuwa yeye, Charlie, hakuwa the one, mtu sahihi wa kudumu naye. Harusi ya dada yake, Sherry. Katika kilele cha filamu, Charlie anahudhuria harusi ya dada yake, Sherry Paula Patton. Hipo ndipo anapopata muda wa kutafakari maisha yake. Mazungumzo yake na dada yake na kuona furaha ya watu wengine kwenye ndoa yanamfanya aamue kubadilika na kuacha tabia zake za zamani za uhini. Baada ya mwaka mmoja kupita, tunafika mwishoni mwa filamu yetu. Tunaona Charlie akiwa amebadilika. Anakuwa na mtazamo mpya kuhusu wanawake na mahusiano. Anakutana na Eva tena kwa bahati mbaya, lakini badala ya kuwa na hasira au kujaribu kumrudisha kwa nguvu, anakubali matokeo na kuonyesha ukomavu. Anaanza kuwa tayari kwa mahusiano ya kweli na ya dhati badala ya michezo ya kitoto. Ujumbe mkuu: filamu inatufundisha kuwa unaweza kudhani unacheza na hisia za watu, lakini ipo siku hisia zako mwenyewe zitakuumbua. Nadhani nitakuwa nimekupitisha vizuri kwenye filamu hii ya The Perfect Match ya mwaka 2016. Kazi yetu sisi 255 nyumbani kukupa na vitu kwa lugha ya Kiswahili tena ya kishikaji zaidi. Ilala chonde chonde, usiitazame filamu hii na watoto au watu unaowaheshimu. Imeandaliwa na A Continua Kizinga. Tunakuomba usubscribe, like, share na comment. Niambie umeuonaje mzigo huu. Komenti yako ni ya umuhimu sana kwetu. Tunapatikana TikTok, Instagram, Facebook, Telegram na X kwa jina la 255 nyumbani. Pia tuna group la WhatsApp. Tumekuwekea links zote hapo chini. Asante.